Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Ninawakaribisha tena katika mfululizo wa masomo yetu ya uamsho wa kiroho. Na mimi ni mtumishi wa Mungu Elias Saya, na ninawaalika wote ambao mnatufuatilia kutoka Kenya, Uganda, Kongo, Rwanda, Burundi, mwe pamoja nasi, na wale mnatufuatilia Tanzania na mikoa yake pia tunawakaribisha msubscribe channel yetu, msipitwe na neno la uzima. Na leo ni siku ya 5 ya mfululizo wa masomo yetu. Leo ni siku ya 5 ya mfululizo wa masomo yetu. Kwa hivyo Mungu awe pamoja nasi tunapokwenda kujifunza somo la leo. Nikualike tumkaribishe Roho Mtakatifu awe pamoja nasi. Baba mwema, tunakushukuru kwa neema na fadhili zako. Asante kwa ajili yangu na watoto wako wanaofuatilia. Mungu, tunakuomba utupatie nguvu yako na Roho wako Mtakatifu tuweze kuelewa masomo haya na tukaokolewe kupitia masomo haya. Katika jina la Yesu Kristo kwa imani nimeomba, amina. Na somo letu linasema ahadi ya kweli. Ahadi ya kweli. Kwa nini ahadi ya kweli? Tumeamua kuleta somo hili kwa sababu pamekuwepo na sintofahamu kuhusiana na ahadi ya kweli. Na katika dunia hii na katika ulimwengu huu pamekuwepo na ahadi nyingi mbalimbali, ikiwa ni za viongozi wa kidini, ikiwa ni za viongozi wa kiserikali, ikiwa ni za viongozi wa taasisi, ikiwa ni ahadi za ndugu, za wazazi, lakini ahadi zisizokuwa za kweli, zisizotimia. Lakini leo tunaangalia ahadi ya kweli ambayo ni lazima itimie. Kwa hivyo nyinyi nyote mnanifuatilia kutoka Kongo, Rwanda na Uganda na hapa Tanzania, tuwe pamoja tukaangalie ahadi hii ya kweli ambayo hakika ni lazima itimie. Ni lazima itimie. Katika kitabu cha Yohana 14 na ile aya ya 2 na 3. Ahadi hii inapatikana hapo, ahadi madhubuti inapatikana hapo, hii ahadi ya uhakika. Ahadi ya kweli inapatikana katika kitabu cha Yohana 14 sura ya 2 na ile aya ya 3. Yohana 14 sura ya 2 na ile aya ya 3, tunaiona hii ahadi ya kweli ambayo ahadi hii inatofautiana, inakinzana na ahadi zote za wanadamu. Ahadi ambazo ulipewa na wazazi wako na hazikutimia, ahadi ambazo viongozi walitoa hazikutimia, iwe ni viongozi wa kidini, iwe ni viongozi wa taasisi, lakini ahadi hii yenyewe ni ya kweli na itatimia. Ahadi hii ni ya kweli. Katika Yohana 14:2 na 3, Biblia inasema, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Naenda kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe. Nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Hii ni ahadi ya Yesu Kristo. Yesu Kristo aliye hai, Yesu Kristo ambaye alikufa kwa ajili yangu mimi na wewe. Yesu Kristo ambaye alikuja katika ulimwengu huu, akachukua mwili wa kibinadamu, akapitia yote ambayo wewe unadhani ya kwamba unayapitia ni magumu. Lakini Yesu aliweka kielelezo, akasema kwamba katika ulimwengu huu mnayo dhiki, mtayapitia magumu, mtapitia magonjwa, mtapitia shida mbalimbali, mtapitia mauti, lakini mimi ninakwenda kuandalia mahali. Nyumbani kwa Baba yangu yapo makao mengi, na nikienda kuandalia mahali nitakuja tena niwachukue, ili nilipo mimi na ninyi muwepo. Yesu Kristo anatoa ahadi ambayo kwa kweli ahadi hii ni hakika na ni ahadi ambayo haina mgogoro. Ni ahadi ambayo haina mgogoro. Na tukiangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ahadi hii inakuwa confirmed, inathibitishwa. Ahadi hii inahakikishwa. Yesu Kristo alitamka yeye mwenyewe katika Yohana sura ile ya 14 na ile aya ya 2 na ya 3 tumeona. Lakini malaika kutoka mbinguni wanawatokea wanafunzi wa Yesu na wanathibitisha ahadi hii ambayo Yesu ameisema kwamba atakwenda kutuandalia mahali huko mbinguni, nyumbani kwa Baba yake, ambapo kuna makao mengi. Na akisha tuandalia makao huko na mahali, atakuja tuchukue, ili alipo yeye na sisi tuwepo.
na hii imewachanganya wengi sasa, kwamba kwa hiyo tutakaa sasa mbinguni huko na hapa duniani na kuaje. Acha nikwambie kitu kimoja, tutaenda mbinguni kwa ajili ya kuacha muda wa hii dunia kutakaswa. Maana tutakaa miaka 1000, ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, miaka 1000 tutakaa huko mbinguni, na baada ya dunia hii kutakaswa tutarudi hapa. Kwa hivyo ni lazima ahadi hii itimie kwamba Yesu atuchukue. Kwa nini tunarudi hapa? Kwa sababu Mungu aliumba dunia hii kwa ajili ya makazi yetu sisi, na hivyo shetani alikuja kuleta sintofahamu baada ya kuchafua na kuhakikisha na kusababisha dunia hii kupata laana. Kwa hivyo dunia hii itatakaswa tena na kurudishwa Edeni ya awali, nasi tutarudi hapa tukiwa na Mwokozi wetu, na yeye atakuwa nuru yetu. Kwa hivyo kabla ya kutakaswa tutaenda kwanza wapi? Mbinguni. Kwa hivyo Yesu anakuwa anathibitisha. Hebu angalia, Yesu anasema hilo, anaahidi hilo. Hebu angalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 6, anasema basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua, mstari wa 7, nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Mwisho wa nchi, yani mwisho wa dunia, anamaanisha popote penye ardhi panaitwa nchi. Kwa hivyo mwisho wa dunia yote, popote pande zote, ukisikia nchi inatajwa ardhi. Kwa hiyo mwisho wa ardhi yote ambapo watu wanakaa, watakuwa mashahidi wake, watakuwa mashahidi wake. Lakini anasema akiisha kusema hayo, katika mstari wa 9, Matendo ya Mitume sura ya 1 katika mstari wa 9 anasema akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa kwa wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Watu wawili wanatajwa hawa. Mwandishi huyu ambaye ni Luka anataja kama watu wawili kwa sababu malaika walikuwa wakitokea katika umbo la binadamu, watu. Kwa hivyo anasema watu wawili ambao ni malaika, angels, 2 angels. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Atakuja jinsi hiyo hiyo. Hakuna uficho. Hakuna unyakuo wa kimya kimya kwamba kuna mtu ananyakuliwa mwingine hanyakuliwi. Atakuja jinsi hiyo hiyo, kila mtu atamuona, kila jicho litamuona, atakuja. Kwa hivyo ahadi inakuwa confirmed, inathibitishwa, inahakikishwa kwamba ni hakika kila alichokisema Yesu Kristo. Wanakuja malaika kutoka mbinguni kuambia ni kweli, ni hakika, ili msiwe na tashwishi, kwa sababu huyu Yesu Kristo alichukua mwili wa kibinadamu. Inawezekana mkasema labda kwa sababu ni binadamu mkaingiwa na mawazo hayo, lakini malaika wanakuja kuthibitisha waliotoka mbinguni kwamba huyu si wa hapa, ni wa juu. Kwa hivyo atakuja hivyo hivyo kama alivyoondoka. Hiyo ni ahadi ya Yesu. Hiyo ni ahadi ya Yesu. Kwa hivyo kuna habari ya kiyama, habari ya ufufuo wa wafu. Hawa wafu waliokufa ambao ni ndugu zetu, baba zetu, wajomba zetu, shangazi zetu, ndugu zetu wa imani waliokufa, kuna kiyama ya wafu ambao hata sisi kama tukilala kabla ya Yesu kuja, bado Yesu akija atatufufua. Atatufufua. Tunapata wapi ushahidi huo? Tunapata wapi ushahidi? Tunaupata ushahidi kwenye neno la Mungu ambao ni ramani ambayo haijawahi kumpoteza mtu. Biblia takatifu, neno la Mungu ni ramani ambayo haijawahi kumpoteza mtu. Ni neno la Mungu ambalo halisemi uongo. Na yote yanayopatikana kwenye neno la Mungu hili Biblia hayapatikani kwenye kitabu kingine chochote. Maana hiki ni kitabu chenye uhakika. Hebu tuangalie katika kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya 4. Tuthibitishe kwamba hao waliokufa nao itakuwaje. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 na ile aya ya 13. Tupate confirmed pia kwamba hii ahadi ya kwamba waliokufa
watafufuliwa. Sikia nikwambie, haya ni masomo ambayo yatakuamsha kutoka kwenye usingizi ambao ulilala. Inawezekana ni wa kiroho au inawezekana ni wa kimwili. Kwa hivyo yatakuamsha kutoka hapo, nawe utaamka na kuwa na uhakika. Katika kitabu cha Wathesalonike sura ya 4, katika waraka wa kwanza wa Wathesalonike sura ya 4 na ile aya ya 13, Biblia inasema hivi: lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana kuna wasio na matumaini huwa wanahuzunika, wanapitiliza mpaka wanakufuru, huwa wanahuzunika mpaka wanamtukana Mungu wapenda wao wanapokufa. Kwa hivyo kwa sababu hawana tumaini lolote, na tumaini letu liko ndani ya Kristo Yesu, haliko ndani ya binadamu yoyote yule, ikiwa ni mtume, ikiwa ni nabii yoyote aliyekufa au aliye hai. Hakuna tumaini ndani yake isipokuwa kwa Kristo ambaye ni mwana wa Mungu, aliye neno la Mungu. Kwa hivyo wenye matumaini wanakuwa na Yesu ndani yao, na hawahuzuniki kama wasio na matumaini. Hawalii mpaka wakapitiliza, hawalii mpaka wakakufuru wapendwa wao wanapokufa, hawalii mpaka wakamtukana Mungu, hawalii mpaka wakaongea siofaa. Wana matumaini, wanahuzunika, lakini wakiamini ya kwamba ipo siku moja huyu ndugu yangu aliyekufa nitamuona tena. Hebu sikia, maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, hapa ndipo napo penye uzito. Maana kuna wengine hawaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, na wanaamini kuna kiama ya wafu. Kwa hivyo wafu hawa hawawezi kuwa na kiama yao kama huyu Isa bin Mariam ambaye ni Yesu Kristo hakufa. Kwa hivyo kama tuamini ya kwamba Yesu Kristo alikufa na akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, waliolala wakimwamini Yesu, Isa bin Mariam, waliolala wakiwa na Yesu ndani yao, wakimwamini, wakiwa na imani ya Yesu Kristo, watafufuliwa. Sikiliza, anasema hivi, atawaleta pamoja naye, atawaleta pamoja naye. Vivyo hivyo hao waliolala katika Kristo Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Mungu atawaleta pamoja naye. Yaani Yesu Kristo anaporudi kutoka mbinguni, anakuja tena kuwachukua hawa aliowaahidi kwamba atakuja, atawachukua, awapeleke mahali atakapokuwepo yeye, huko mbinguni ambapo kuna makao mengi, nyumbani mwa baba yake Yesu, baba yake Isa bin Mariam. Anasema atakapokuwa anakuja, Mungu atawaleta pamoja naye. Maana yake nini? Yesu atakapoonekana mawinguni, parapanda ya Mungu itakapolia, walioko makaburini wataisikia sauti ya huyu aliyewafia. Wataisikia, tutaisikia kama tutakuwa tumelala mauti, kama tutakuwa tumekufa katika Kristo, si katika nabii yoyote, si katika mtume mwingine yoyote, isipokuwa katika Kristo. Ndio Biblia ilivyosema, full stop. Hakuna nabii wala mtume yoyote ambaye atafufua mtu. Hakuna nabii yoyote ambaye anakuja kama alama ya kiyama isipokuwa Isa bin Mariam ambaye ni Yesu mwenyewe. Kwa hivyo sote wenye mwili tunapaswa kumwamini. Wewe unayenisikiliza kutokea Kongo, Rwanda, Burundi, elewa ya kwamba yupo huyu ambaye anasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 21 na ule wa 23 kwamba yeye alikuja kuwaokoa watu na dhambi zao. Yeye akafa kama kafara. Na ndio maana haturuhusiwi hata kutoa makafara. Haturuhusiwi kuchinja kuku ili kuondoa dhambi zetu. Haturuhusiwi kuchinja kondoo kuondoa dhambi zetu. Yeye alifanyika kafara ya moja kwa moja, na akasema imekwisha. Kwa hivyo huyu Isa bin Mariam alikufa kwa ajili yako wewe, na akakuachia kielelezo cha kufufuka kwake, kwamba hata ukifa au ndugu yako akifa, yeye siku anapokuja kuchukua walio wake, waliolala katika yeye, wakimwamini na kushikamana naye na kuliamini neno lake na kuamini ya kwamba yeye alikufa na kufufuka. Kwa sababu hapa kuna conflict kidogo, kuna shida kidogo, kuna different kidogo, kwamba kuna wengine wanaamini ya kwamba Yesu hakufa wala hakufufuka. Hapa ndio kwenye shida.
kwa sababu imani imejengwa, imani ya kufufuka imejengwa kwenye kufa kwake na kufufuka kwake. Kwa hivyo kama kuna ufufuo wa wafu, maana yake Isa bin Mariam alikufa, na kama Isa bin Mariam hakufa, maana yake hakuna ufufuo wa wafu. Ndio maana Paulo anasema ya kwamba kama Yesu Kristo hakufa na wala hakufufuka, haina haja tuhubiri ufufuo wa wafu, haina haja. Lakini kwa sababu Yesu alikufa akafufuka, tunahubiri kwa ujasiri ya kwamba atakuja na atafufua wafu, na ndio maana anaitwa alama ya kiyama. Kwa hivyo atawaleta pamoja naye, katika ile aya ya 14 katika kitabu cha Wathesalonike sura ya 1 na ile sura ya 4. Aya ya 15 anasema, kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia waliokwisha kulala mauti. Sisi tutakapokuwa hai wakati Yesu tutakaosalia tukiwa hai, ambapo Yesu Kristo anakuja, hatutawatangulia kumlaki Yesu mawinguni. Maana tutamlaki Yesu mawinguni Isa bin Mariam. Kwa nini? Kwa sababu hata kanyaga ardhi, hata ikanyaga hii ardhi, kwa sababu ardhi itakuwa bado haijatakaswa, bado itakuwa katika laana ile ambayo ililaniwa pale katika kitabu cha Mwanzo wakati Adamu alipoanguka katika dhambi. Kwa hivyo Yesu atakuja na utukufu wa mwana kama utukufu wa Baba ulivyo. Kwa hivyo atakuja, tutamlaki mawinguni, tutampokea huko. Biblia inasema sisi tutakao kuwa tuko hai hatutawatangulia waliofanya nini? Waliokufa, waliolala mauti. Wenyewe ndio wataanza kupaa kwenda kumlaki Yesu mawinguni. Na utajiuliza watapaaje na hawana uvutano? Hawana ule uvutano wa kutoka hapa na hawana mabawa. Biblia inasema kufumba na kufumbua, mili yetu itabadilishwa. Mili itabadilishwa kutoka katika mili iliyoharibika, itarudi katika mili ambayo itapata nguvu ya uvutano. Sio kwamba tutaota mabawa, hapana, itapata mwili wa uvutano. Biblia inasema kufumba na kufumbua. Kwa hivyo waliolala mauti watatutangulia. Kwa hivyo sote tusihuzunike kana ya kwamba hatuna matumaini ndani yetu, kama kwamba hatuna Yesu ndani yetu. Yesu akiwa ndani yetu, tukifiwa na wapendwa wetu, tusikufuru, tusitukane, tusilaumu, tuhuzunike kidogo, lakini tuwe na matumaini ya kwamba huyu Yesu aliyekufa kwa ajili yetu atakuja kufufua, na atatufufua na sisi, na atafufua na wapendwa wetu. Kwa hiyo katika fungu la 13 Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 na ile aya 16 inasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko. Ile ahadi aliyoisema Yesu katika Yohana 14 mstari wa 2 na 3 ikathibitishwa katika Matendo ya Mitume 6 na 7. Inathibitishwa tena hapa kwamba kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na nini? Na mwaliko, na sauti ya malaika mkuu ambaye ni Gabrieli. Huyu sauti ya malaika mkuu ni Gabrieli, na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Ipo parapanda ya Mungu inapigwa na nani? Na huyu malaika mkuu Gabrieli, haipigwi na malaika mwingine yoyote. Na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo waliolala katika shetani hawatafufuliwa kwanza. Hiyo ndio iko hivyo, uelewe. Waliolala katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kwa hivyo uwe na matumaini, mpendwa unayenitazama, kwamba hakuna kifo cha moja kwa moja kama dunia ilivyofundishwa. Hakuna kifo cha kwamba eti ukifa haupo tena, hautaonekana tena, hautafufuliwa tena. Hakuna mafundisho namna hiyo. Umelala usingizi wa mauti, haujui neno lolote, haupumui, hausikii, hauna kumbukumbu lolote katika chini ya mbingu, isipokuwa Yesu awajua walio wake. Siku atakapokuja atakuita, nawe utaamka. Je, kuna neno gumu la kumshinda Bwana? Utasema itawezekanaje? Je, kuna neno gumu la kumshinda Mungu? Hakuna neno gumu, kwa sababu yeye alikutoa katika mavumbi, atakutoa tena huko.
mstari wa 17 anasema kisha sisi tuliosalia, kumbuka wafu ndio watafufuliwa kwanza. Kwa hivyo kama sisi Yesu atatukuta tuko hai, sisi tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Tutamlaki Bwana hewani. Yesu hatakuja hapa chini kwanza. Yesu atakuja hapa chini baada ya miaka 1000, baada ya miaka 1000, millennia, 1 millennia, millennia moja, Yesu ndio atashuka tena hapa, na akishuka hapa patakuwa pametakaswa kwa moto. Shetani na watu wake wote watachomwa moto, watachomwa moto. 18 basi farijianeni kwa maneno hayo, nami ninawafariji kwa maneno haya, nyote mnaonitazama mahali popote, kwamba ninawafariji kwa maneno haya, kwamba ahadi ya Yesu ni hakika, kwamba atakuja. Yesu atakuja. Yesu atakuja. Yesu atakuja. Hebu tusome katika kitabu hiki cha Thessalonike sura ya kwanza, na ile waraka wa kwanza wa Thessalonike sura ya 5 na ile fungu la kwanza. Lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira haina haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnajua ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile ajavyo mwivi. Siku ya Bwana inakuja kama vile ajavyo mwivi. Hii ina maana gani? Hii ina maana ya kwamba Yesu hatakuja kwamba anajificha kimya kimya, ananyemelea. Hapana, hii ina maana ya kwamba mwivi anapokuja kwako hana taarifa. Hakutaarifu ya kwamba leo ninakuja kukuibia TV yako. Mwivi hakutaarifu ya kwamba leo ninakuja kukuibia nyumbani kwako. Anakuja hafla. Anakuja hafla. Kwa hivyo mara nyingi ukiwa umelala usingizi ndipo mwizi anakuja hafla. Kwa hiyo akishakuja hafla, nini kinatokea? Anasema hivi, wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla, kama vile utungu umjiavo mwenye mimba, wala hakika wataokolewa. Kwa hivyo kuna nyakati hizi tunaambiwa tu kwamba huyu Yesu anakuja, ndiyo, ahadi yake ni hakika, ndiyo, yote haya yanathibitisha, lakini kuja kwake huyu Yesu kutakuja ghafla, kama mwizi anavyokuja bila taarifa. Kama mwizi anapokuja bila taarifa, ina maana ya kwamba kama unadumu kuendelea na dhambi, niseme tu kwa neno gumu ya kwamba imekula kwako. Unapaswa kuachana na dhambi kwa uhakika. Haupaswi kushikilia dhambi, na bahati mbaya ya kwamba dini nyingi zimefundisha ya kwamba eti mtu atabadilika taratibu, kwamba eti Roho Mtakatifu anabadilisha taratibu. Hakuna Roho Mtakatifu wa kubadilisha taratibu, hayupo Roho Mtakatifu anayebadilisha taratibu. Kama Roho mwovu alikubadilisha kwa haraka, yani ulipokuwa unaenda kwenye uzinifu, ulitumia speed, ulikuwa race, yani ulikuwa na speed ambayo haijawahi kuonekana, yani kwamba kwenda tu kufika kwenye daladala ukawa unaona hata daladala inachelewa ili ufike katika eneo la tukio. Ulipofika kwenda kulipia chumba cha wageni ulilipia kwa haraka. Ulipoingia kwenye ufanya wa sharati ulikuwa unataka haraka. Yaani shetani alikuwa anakupeleka haraka ili ukamilishe hiyo dhambi. Lakini kutoka kwenye dhambi unasema eti utatoka taratibu. Hakuna habari za kutoka taratibu, mpendwa. Inabidi utoke kwenye dhambi haraka. Kwa sababu Yesu atakuja kama vile mwivi asivyotoa taarifa. Mwizi hatoi taarifa. Kwa hivyo Yesu atakuja ghafla. Kwa hiyo akikukuta huko guest, unasema mimi tunaokolewa kwa neema, Mungu atanibadilisha taratibu, hii dhambi ya uzinzi nitaiacha tu taratibu. Ndipo uharibifu utakapokukuta, kwa sababu unasema kuna amani, kuna usalama, kuna neema. Kwa hivyo uharibifu unakujia hapo hapo gesti, unakukuta unazini. Uharibifu unakukuta hapo hapo unaiba. Uharibifu unakukuta hapo umekuwa muongo. Uharibifu unakukuta hapo ukiabudu hizo sanamu unazoziabudu. Uharibifu unakukuta hapo hapo ukiwa na waganga wamekuzunguka, kila siku ni kwa waganga. Uharibifu unakukuta pale usemapo kuna amani na salama. Kwa hivyo unapaswa kuacha. Sikiza, tunaambiwa nini sisi wa Kristo? Wao wasemapo kuna amani na salama, wala hakuna amani, uharibifu utawajia nini? Kwa ghafla, na wala hawataokolewa. Usiwemo katika hao wanaosema kuna amani.
wanasema tu sasa hivi sasa tutamchagua kiongozi fulani wa kidini kutoka pale Vatikani. Huyu yeye kiongozi wa kidini atadumisha amani, atasimamia amani, maana mavita yamekuwa mengi, watu wanapigana sana. Sasa hebu tumchague huyu. Wakishamchagua huyo, watamsimika awe bwana wa amani, na watasema sasa kuna amani na salama, sasa kuna amani na salama. Biblia inasema wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu utakapowajia ghafla, na hakuna atakaye okoka. Hakuna atakaye okoka. Mstari wa 18 katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4 anasema, bali ninyi ndugu hammo gizani, hata siku ile iwapate kama mwivi. Ile siku ya kuja kwa Yesu, ile ahadi ambayo Yesu alisema, akasema atakuja kutuchukua atupeleke mbinguni kwa Baba yake, ambapo kuna mahali petu, ambapo kuna makao mengi ameenda kutuandalia. Sasa hiyo siku ya kuja kwake kutuchukua, maana itakuja ghafla, hata waandaa watu. Hakuna nabii atakuja kusema sasa Yesu anakuja kesho. Hakuna mtume atakuja atasema Masihi Isa bin Maryam anakuja kesho. Hapana, atakuja ghafla. Kwa hiyo anapokuja ghafla, kuna watu watakuwa wamejitengenezea ka mfumo wakisema kuna amani. Kuna watu watataka kuitawala dunia, watu. Kuna mtu atajaribu kuidanganya dunia kwamba yeye ni bwana wa amani. Na huyu mtu atatokea wapi? Atatokea pale Vatican. Kwa hivyo huyu mtu anapoanza kuidanganya dunia kwamba kuna amani, uharibifu unakuja ghafla. Mstari wanasema, bali ninyi ndugu hammo gizani, hata siku ile iwapate kama mwivi. Sisi hatuko gizani. Wewe ambaye ni Mkristo hauko gizani. Haupaswi kuendelea kwenye giza. Haupaswi kudumu kwenye giza. Haupaswi kung'ang'ania kwenye giza. Wewe haupo gizani. Wewe ulihamishwa kutoka katika nguvu za giza, ukawekwa katika pendo la mwana wake ambao ni Yesu Kristo, ukawekwa huko. Kwa hivyo ukawa huru. Katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 1 anasema, Yesu alituandika huru, tusimame tusinaswe tena katika kongwa la utumwa. Kongwa la utumwa wa dhambi, kongwa la utumwa wa uzinzi, kongwa la utumwa wa wizi, kongwa la utumwa wa kushabikia mambo yasiyoshabikiwa katika dunia hii. Anasema mstari wa 6, basi mstari wa 5, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, sisi si wa usiku wala wa giza. Tumekuwa wana wa nuru, wana wa mchana, sisi si wa usiku wala wa giza. Kwa hivyo hatupaswi kulala. Wale wanaolala ni wale ambao wamepandwa, ni magugu yalipandwa na shetani usiku. Baada ya mkulima kupanda mbegu nzuri, shetani akaja kupanda, wakalala. Usiambukizwe usingizi huo ukalala. Amka. Wewe si wa usiku. Wewe si wa usiku. Wewe ni wa mchana. Wewe ni wa nuru. Usilale kama watu wa giza wanavyolala. Ukilala, siku ya Bwana inakuja ghafla. Siku ya Bwana inakuja kama mwizi ajavyo. Kwa hivyo isije kakujia hiyo siku ikakukuta umelala. Katika mstari wa 6, maana walalao usingizi hulala usiku, pia walewao hulewa usiku. Lakini sisi tulio mchana tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani imani na upendo, na chepeo yetu iwe tumaini la wokovu. Kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake, bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu hajatuweka kwa ajili ya hasira yake, bali alituweka kwa ajili ya wokovu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tukumbuke kwamba Yesu Kristo ndiye aliyetufia sisi. Yeye ndiye aliyetulipia deni. Yeye ndiye aliyelipa kwa ajili ya dhambi zetu. Sasa katika kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 na ule mstari wa 3 na wa 4, kuna shida kidogo hapa. Kuna watu watatokea wenye kudhihaki, wanaosema ya kwamba huyu Yesu mbona amekawia, mbona mambo yanakaa vile vile. Watadhihaki kwa ajili ya nguvu ya upotevu, kwa ajili ya tamaa yao wenyewe, wakitafuta mambo yao wenyewe.
Kwa hivyo wataanza kudhihaki na kusema mambo yanakaa vile vile. Lakini Petro anawaambia kwamba watasahau ya kwamba dunia ya kwanza ilifanyizwa kutoka kwenye maji, na ya pili imewekwa akiba kwa ajili ya moto. Ya kwanza ilimezwa na maji, ilifanyizwa kutoka kwenye maji, ikamezwa na maji. Na hii ya pili kutoka kwa Nuhu imewekwa kwa ajili ya moto. Kwa hivyo, na wanasahau ya kwamba siku moja kwa Mungu ni sawa na miaka 1000. Hilo wanalisahau. Kwa hivyo, ahadi ya kuja kwake Bwana haikawii. Ahadi ya Bwana haikawii. Kwa hivyo tusije tukasikiliza maneno ya wenye kudhihaki wanaosema ya kwamba ahadi ya Bwana imekawia. Hii ahadi iliyo ya kweli madhubuti aliyoisema yeye mwenyewe katika Yohana sura ya 14 mstari wa 2 na wa 3 kwamba anakwenda kutuandalia mahali na atarudi kutuchukua, na hata waliokufa watafufuliwa, watachukuliwa. Kwa hiyo hawa watu wenye kudhihaki, kwa mujibu wa Petro wa pili, anasema watakuja wenye kudhihaki. Wenye dhihaka wataanza kudhihaki na kusema mbona, na wapo unatokea mtu anasema huyu Yesu alisema anarudi au amekula nauli. Yaani mtu anadhihaki, anasema maneno machafu ya makufuru. Kwa hivyo watu wa Mungu, ni wasia kwamba ahadi niwapendekezea kwamba tunapaswa kusimama na kuamini ahadi ya Mungu, kwa sababu ahadi yake ni ya kweli. Kwa hivyo kuna ahadi nyingi, mpendwa mtazamaji. Kuna ahadi nyingi zimetolewa, ikiwa na baba yako, ikiwa na mama yako, ikiwa na ndugu, kiongozi yeyote wa serikali au wa kidini. Zimetolewa ahadi na hazikuwa za kweli, lakini ahadi ya Yesu ambayo inapatikana katika Yohana 14 mstari wa 2 na wa 3 ni ya kweli na hakika, kwamba alikwenda kutuandalia makao, alikwenda kutuandalia mahali. Alisema nyumbani mwa baba yake yamo makao mengi na atakuja. Na wanafunzi wake wanasibiria katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari ule wa 6 kwamba malaika wanathibitisha kwamba alivyochukuliwa mawinguni na kuondoka atakuja hivyo hivyo. Lakini Wathesalonike wa pili sura ya 4 na ile 13, hata wafu watakuja kufufuliwa, parapanda ya Mungu ikilia, Yesu ataonekana mawinguni. Ufanye nini hasa? Dumu katika kutenda mema, dumu katika imani, na achana na dhambi. Mungu akubariki sana.